kuna namna aliishi. Haleluya, endelea. Ikawa siku zile akaugua akafa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha, wakamweka ghorofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, ndio nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko. Wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakawa Dorcas amenyamaza, kinywa chake hakiwezi kuongea tena. Haleluya. Biblia inasema huyu mwanafunzi wa Yesu alikuwa amejaa matendo mema, si ndio? Zilikuwa ni sifa ambazo hizo zilikuwa mtaani, maana yake walikuwa wanamjua. Haleluya. Na Biblia inasema ilipofika ameugua akafa, na Petro yupo jirani tu, kama vile labda tuseme kama hapa ndio Dorcas yupo, labda yuko hata Mombasa hapo, kabidi waende wamchukue, wamwambie usikawie kuja. Haleluya. Alipofika Petro, Biblia inasema kulikuwa kuna wajane pale ambao wamejipanga, wana zile kanzu ambazo Bible inasema alizishona Dorcas. Alizishona nini? Alizishona nani? Manaka alikuwa ni fundi nguo, manaka ilikuwa ni mojawapo ya kazi yake. Na kama katika mazingira ya leo inawezekana alikuwa tu katika mazingira ya kawaida mno. Haleluya. Lakini alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi, anaangalia, anatenda matendo mema kwa watu. Kama alikuwa anatenda matendo mema manake ni jumla ya mambo yote yanayopendeza machoni pa watu na machoni pa Mungu. Haleluya. Inawezekana kulikuwa kuna wenye njaa walipoenda wakala chakula. Inawezekana kuna wengine walipoenda kuhubiri akawa amefanya namna. Inawezekana kuna namna nyingi. Sasa Biblia inasema wakaenda na zile kanzu alizoshona Dorcas wakati wa uhai wake, wakawa wanamuonyesha. Maana yake zile zilikuwa ni akiba alizozifanya nani? Alizifanya nani? Sasa Biblia inasema ya kwamba Petro alipoona wanalia akawatoa nje. Ukaendelea kusoma kule mbele, ndipo akamwomba Bwana. Ina maana kwamba kuna kitu cha ziada unatakiwa kuelewa. Inawezekana si kwa sababu Mtume Petro alikuwa na upako mno na ndio maana Dorcas alifufuka. Manake ni kwa sababu kuna vitu, kuna sadaka, kuna matendo mema yalipiga kelele mbele za Bwana ya kwamba Dorcas hastahili kufa, Dorcas hastahili alale. Sasa ni wakati ambao anatakiwa awe hai katika jina la Yesu aliye hai. Ungempigia Yesu makofi na vigelegele vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa itimisi kwamba wakati Petro anaomba haikuwa anatumia nguvu nyingi. Haleluya. Kwamba kwa sababu mtume lazima amefika pale afufuke, na ndio maana kuna mambo ambayo unatakiwa uyafanye yatakayoweza kukusemea hata kama umenyamaza. Yanaweza yakainuka kwa maadui zako wakapigwa hata kama hujaomba. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu unavifanya kwa bidii, ingali una nguvu, ingali una uwezo, ingali una uhai. Sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa inawezekana maisha ya kawaida. Unajua kujitoa mbele ya Mungu, hatujitoi kwa sababu
tuna nafasi. Hatujitoi kwa sababu tuna vitu, tunajitoa kwa sababu tunampenda na tunamjua ambaye ametuokoa na amelipa gharama kwa ajili ya maisha yetu. Sema amen na ubarikiwe sana. Leo hii kuna namna mbalimbali ambayo mtu anaweza akawa na sababu kibao kwa ajili ya Mungu. Haleluya.